Nina kila sababu ya kuwashukuru. Asanteni sana kwa kunisupport. Asanteni sana. Sina cha kuwalipa zaidi ya kwamba ndasema asante. Na nitaendelea kushukuru kwa support yenu kila siku. Asante kwa wewe unayekuja unaview na cheki kipindi chako pendwa. Kiukweli nashukuru sana. Mmeni surprise, yani mmenichanganya bala. Nashindwa hata namna gani niwashukuru. Lakini sina namna, natakiwa niendelee kuwafanyia kile mnachotegemea kutoka kwangu. And ninaamini nitafanya kile mnachotegemea kwangu kitakuwa sawa. Kama tulivyoongea last week kwamba next week tutakuwa na mada mpya. Guess what? Mada yetu mpya ni kuhusiana na betting. Kubeti. Nadhani wengi mnaijua hii sauti. Mnaijua sana. Wengi mnatandika mikeka. Okay, fine. Leo nataka tuzungumzie kuhusiana na betting. Gen Z. Kizazi chetu cha leo, Gen Z. Ni kizazi kinachotaka mafanikio kwa uharaka kupita kawaida. Gen Z ni kizazi kisichotaka kuhangaika juu ya utafutaji. Yeye anachotaka ni afanikiwe kwa njia yoyote. Afanikiwe. Mambo mengine tutajua baadaye, baada ya kuwa tayari tumeshapata au tumekosa. Fine. Nataka tuzungumzie hasara za betting. Watu wengi sana mnabeti. Kwenye maisha yetu automatically tumefundishwa jinsi ya kubeti. Sisi ni wale vijana wa liwalo na leo. Kwani nini bwana? Nisipopata leo kesho ndapata. Nini hutokea mtu akiingia kwenye betting? Kwanza, it's an addiction. Kubeti ni addiction. Kubeti ni addiction. Mtu akianza kubeti, ni nini anaweza kufanya? Hasara ya kwanza, mtu huyu hatakuwa na huruma na mtu yeyote, kiasi kwamba kila atakachokipata yeye ataona ni bora awekeze. Wana misemo yao mipya kwamba unalalaje bila kuwekeza, unalalaje bila ndoto. Lakini mtu huyu anasahau kwamba miaka haigandi eti. Miaka inaendelea na kila siku vitu vinaendelea kuwa vibaya, vitu vinaendelea kuharibika. Kwa namna moja ama nyingine vitu vinaendelea kubadilika. Mtu alikuwa na maendeleo mazuri tu. Alikuwa kijana safi, kijana mwenye malengo yake, kijana mwenye mitazamo mipya, mwenye mawazo chanya kila siku. But alipoingia kwenye kubeti tu, mambo yakaanza kuharibika. Mtu huyu malengo yake huharibika, hukosa malengo, hukosa kuyafikia malengo yake. Yaani mimi ninayebeti na wewe usiyebeti, sawa, aina utafutaji ni tofauti, lakini kuna namna unajirudisha nyuma katika maendeleo yako. Kimaendeleo unarudi nyuma kwa sababu akili yako inaanza kufikiria sasa ni namna gani ufanye ili uweze kumshinda huyu mtu. Kumbuka, unamfanyia mtu ambaye wewe hauko naye pale anapokuwa amekaa kuset up vitu vyake anavyovitaka. Awaleje watu hela, atengeneze vipi hela. Asilimia ya watu waliofanikiwa kupitia betting ni 5% tu. 95% wote wana historia na machungu walioyabeba ndani ya mioyo yao na hawajawahi kushare na mtu.
mzunguko mmoja let's say unapiga 100,000, lakini ukiangalia pale chini unakuta watu ni zaidi ya 4,000 5,000 na mmestika dau tofauti tofauti. Wewe lazima ukose maendeleo, unarudisha maendeleo nyuma. Zamani ulikuwa na akili za kujenga, unasema ngoja niwekeze kwenye betting ili nipige hela kubwa nijenge. Hiyo hela kubwa unaotaka kuipiga wewe ni ipi ulioweka wewe? Utajiri wa laki kwa milioni 20, utajiri wa 50,000 kwa milioni 100. Nani alikwambia maendeleo yako hivyo? Nani alikwambia mafanikio yanakuja kirahisi namna hiyo? Unahisi yeye aliyekuja akaweka pale kile kitu chake hajui kitu anachokifanya? Vijana wangu tumekuwa walevi, Gen Z tumekuwa walevi, tunataka mafanikio, hatuamini katika process kabisa. Kumbe utafutaji bana unahitaji process, unahitaji kuelewa. Ili wewe ujiite expert, unahitaji zaidi ya miaka 5 kwenye jambo lako, ili tujue pale unapopaelekea unapajua. Zamani ulikuwa unatengeneza mshahara mzuri kabisa, ulivyoanza tu betting bro, uliisha hivyo. Yani uliisha namna hiyo, uliisha. Tulikuwa tunaona umejenga nyumba imefikia kipengele fulani bro, ni zaidi ya miaka 5 sasa imepita, hakuna ulichokifanya. Je, bado utaendelea kuamini katika betting? Vijana hawa huja kufa na pressure tukishana. Unasikia alijinyonga dakika 2 3, kijana umeenda. Kitu ulichokuwa umekitarajia hakijaenda kutokana na malengo yako jinsi alivyokuwa amekaa. Je, unataka uendelee kupoteza pesa? Je, unataka uendelee kulikwamisha taifa? Ogopa sana kitu ambacho serikali ikaingilia kwamba usifanye, yani Waswahili mnasema too much is harmful. Yani betting, kwa nini iwe kwa addiction? Kwa nini wewe ndo uzamie huko? Kwa nini upotelee huko? Kijana mwenzangu, una muda mzuri, una wakati mzuri wa wewe kutengeneza pesa yako bila shida yoyote. Je, unajipa muda? Je, mafanikio ni betting peke yake? Siku hizi sio kwa vijana tu wa mtaani, hata maserikalini watu wameajiriwa, watu wana kazi zao. Siku hizi watu wanakaa wanabeti. Ukimwangalia mtu hivi unaambiwa huyo ni rasi, huyo ni mkurugenzi, naye anakuja anakuambia kabisa, baba usilale bila ndoto, usilale bila ndoto, beti usilale bila ndoto. Anayekwambia usilale bila ndoto, yeye ana kazi ya kufanya, ila hana maendeleo tangu ameanza kufanya kazi yake. Anakuhimiza wewe usiyekuwa na kazi. Taifa letu ni la wasomi sana, taifa letu ni lina watu wenye akili nyingi sana, but strategize. Taifa letu linaangushwa na serikali yetu kwa vitu fulani. Si kila kitu lazima taifa lije lifanye. Betting iliintroduciwa, lakini haina maana ya kwamba serikali eti sikusanye mapato kisa wewe. No, kuna namna bora, kuna njia halali za wewe kutafuta pesa. Kwa nini usikae kwenye njia halali? Kwa nini usikae kwenye njia halali? Kwa nini usiombe kazi? Kazi zimekuwa ngumu bro. Kuna apprenticeships zinatangazwa kila siku, kuna internships zinatangazwa kila siku bro. Acha betting, acha betting. See you next time.